Siku 3 zilipopita, Christian na Steven walirudi tena nyumbani kwa kaka yao, wakiwa na matumaini ya kumwokoa kabla hali yake haijawa mbaya zaidi. Lakini walipofika, walikuta kikwazo kile kile. Pamela, shemeji yao, alisimama kidete na kukataa katakata mzee Kambale kupelekwa hospitali. Licha ya maombi, mabishano na wasiwasi wa ndugu zake, Pamela hakutaka kusikia chochote. Wakati huo huo, hali ya Kambale iliendelea kuzorota ndani ya nyumba. Ndugu zangu, nashukuru mmewahi kufika. Naomba mnipeleke hospitali. Pole sana kaka, tutafanya hivyo. Usijali kaka, tunaenda leo, kila kitu kitakuwa sawa. Nimewasikia kila kitu, mzee Kambale atoki hapa. Angaikeni na familia zenu, sio yangu. Shemeji, unasema nini wewe? Huyu ni kaka yetu, hatuwezi mwacha ateseke hivi. Kitendo cha ndugu zake Kambale kuja na kutaka kumpeleka kaka yao hospitali kilimkasirisha sana Pamela. Aliona mipango yake ikianza kuingiliwa. Ndipo kesho yake alfajiri, kabla hata dunia haijaamka, Pamela aliondoka kimya kimya kwa gari ya kukodi. Safari yake ilisimama katikati ya msitu mnene wenye ukimya wa kutisha. Baada ya kushushwa, akaanza kutembea peke yake porini, akipita njia za giza huku milio ya ndege wa ajabu, bundi na fisi ikisikika kila upande. Hakusimama, hakugeuka nyuma. Alivuka ziwa kwa mtumbwi mdogo katikati ya ukungu mzito, na baada ya safari ndefu ya kutisha, hatimaye akafika kwenye makazi ya mganga wa kienyeji aliyejulikana kwa jina la Mtukazi. Mama, mae tunaelekea mbali sana. Una uhakika njia hii ndio? Endelea tu kuendesha, nitakwambia tukikaribia. Lakini mama, muda huu unaelekea wapi? Mbona uniambii? Fanya kazi yako, haya mengine hayakuhusu. Ningejua kama tunakuja sehemu inatisha hivi nisingekubali. Endesha taratibu, unishushe hapo mbele kidogo. Kijana, nataka kwenda ng'ambo. Haina shida mama panda, twende. Mama, umedamka alfajiri yote hii unaenda kwa Mtukazi. Nyie mambo mengine yawapite. Endesha mtumbwi twende huko. Sawa mama. Karibu mjukuu wangu Pamela. Naona umekuja tena. Haya Pamela, eleza shida yako, nini kingine kimekurudisha huku? Nashukuru mkuu. Ile dawa ya kwanza imefanya kazi vizuri sana. Lakini sasa kuna shida moja. Shida gani hiyo? Wale ndugu wa mume wangu wanataka kuniharibia mambo yangu yote. Kivipi? Wanataka kumchukua mume wangu eti wampeleke hospitali. Basi tuwafanyeje hawa? Au niwapoteze kabisa kwenye uso wa dunia? Hapana mkuu wao, waache. Basi unataka nini? Naomba tuwapoteze wapendwa wao. Hilo litawafanya wawe bizi na matatizo yao. Waachane na mambo yangu. Pamela, una akili sana. Hili limeisha. Pamela na Mtukazi sasa wamefikia makubaliano ya kutisha, kuwapoteza wapendwa wa Christian na Steven ili kuwavuruga kabisa na kuwaondoa kwenye mipango ya kumwokoa mzee Kambale. Lakini wapendwa wao hao ni kina nani? Je, watawapotezaje? Na kweli watafanikiwa kutekeleza mpango wao wa kinyama? Majibu ya maswali yote haya yatajulikana kwenye mwendelezo wa simulizi hii ya kusisimua, Pamela na Tamaa ya Madaraka, sehemu ya 3. Usikose hapa hapa Mr. Rungwe Stories.